Sema, hilo ni jambo ambalo tunafaa tukae chini tuongelee pamoja, kwa sababu siwezi sema ni kelele pande ya kanisa na niseme ni kelele si kelele pande ya club war. Sitaki ku fall on one side or the other, but naweza sema tu either way hakukosangi watu wata complain, unaona, because pia kanisa zimewekwa karibu na nyumba za watu. So ni kukuja tu pamoja, tukubaliane, to come into one agreement. Tunaweza punguza kelele kwa vipi, either kutumia soundproof ama ile suluhisho ambayo tutakubaliana. Unajua tuwezi pingana na serikali, lakini lazima tukubaliane. Unaona, huwezi sema utaondoa tu hivi hivi, kwa sababu kuna a lot of cost yenye huyo investor ameweka club ameconsider. Unaona, huwezi muondoa na siku moja umwambie tu just walk out. So it's just tukuje tukae chini tuongee tujue one solution. Kwa sababu ukisema ukiambia mtu toka just like that, what about all that of investment ameweka hapo? Pengine ametumia loan, hata itakuwa aje na akona period ya kulipa loan. Hapana, sijasema wapewe notice waondoke. Nimesema ya kwamba first of all ni kuita serikali tukuje tukae chini tukubaliane, to come into one solution. Ndio nasema tukikaa chini na serikali tutatoa mapendekezo yetu. One being like soundproof, kuweka soundproof kwa clubs, or to design clubs in another way, ile ambayo sauti haitoki nje. We did a sound management, if you ask me, close to 8 months back. When you know what happened, in fact, we are in the middle of the list, somewhere there, I don't want to mention the name. We were listed, doing a lot of noise, which is completely zero. So I'm really feeling bad, that is for the employees, including me. So I don't know, running selling alcohol in Kenya is bad, and if it's that bad, so why were the licenses issued then? Only that. Why were guys given